Hello, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, wapenzi na wadau wa Next Level Studio Kulubwezi Family, mashabiki wa Vasco DJ. Kwanza kabisa ni washukuru sana kwa kunipa kibali cha kunisikiliza, lakini pia ni wakaribishi katika Dude Smart Bomba Fantastic Bala, kitu wanakiita Shadi, ndoa ya mateso, kutoka familia na mitaa ya Kulubwezi Family. Next Level Studio kali kwanza, kama kawaida waga tufanye makosa. Ni bonge ya story ambayo naamini kabisa kwamba itakugusa vilivyo, kwa sababu ina story ambayo ina mashiko na mafundisho mazito, hususan kwa binti na vijana ambao wanatarajia kuingia katika maisha ya ndoa. Bwana, nambari ya Vasco ni 0712311961. Waweza nipigia nambari hiyo kibiashara tu, bila kusahau kwamba waweza pia karibia pale Kariakoo mtaa wa Likoma na Magira uipate ngoma ya Shadi, bila kusahau Naina, Mari Choi na kazi nyingine kali za Next Level Studio Kulubwezi Family. Karibu and enjoy katika sehemu ya kwanza ya Shadi, ndoa ya mateso. Inaanza namna hii, twende sambamba. तुम्हारे लिए दवाई लाया। Haya, katika sehemu ya kwanza tunaanza na binti mrembo anamuita Jamvi, akiwa peku peku, mwenye hofu na mashaka mazito, kwa sababu alikuwa anakimbizwa na watu wasiofahamika ambao kwa hakika walikuwa hawana lengo jema na yeye. Binti anakimbia jaribu kuokoa maisha yake. Wezi amini mambo haya. Mbaya zaidi ni kwamba ni kando wa mji kabisa ambako hawezi kupata msaada wa mtu yote. Alikimbia, mwisho wa siku alifika katikati daraja. Mara pap, alishangaa mbele kuna gari ambalo liko imemzinga. Hawezi kwenda mbele, atakamatwa. Hawezi kurudi nyuma, atakamatwa pia. Hawezi kuruka kwa sababu ni daraja refu, hivyo akiruka atakufa. Alishuka jamaa mmoja ambaye ni mtanashati tajiri, kaanza kumsogelea kwa madoido mazito mno. Binti baada kumwona mtu mwenyewe alipatwa na hofu, kwa sababu huyu mtu ambaye anakuja mbele ya upeo wa macho yake ni mume wake wa ndoa. Ni mkatili, hakuna mfano. Yaani ni bora arudi kwa wao wanaume ambao walikuwa wanamkimbiza kuliko huyu ambaye anakutana naye mbele. Relax. कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम ऐसा क्यों करती? Haya mambo gani mke wangu? Nafanya jogging, mazoezi ya viungo usiku, alafu uko peku, si utaumia? 11 बज चुके और तुम Hivi hujali kuhusu mwili wako, hujali kuhusu afya yako? No more jogging now. Okay, utafanya normal jogging, utafanya mazoezi ya kawaida ya viungo sasa. Okay, twende. Wale watu wakarudi, ni walinzi huyo jamaa. Walikuwa wanamkimbiza kwa sababu alikuwa anafanya jaribio la kutoroka, yani kumtoroka mume wake wa ndoa, kwa sababu alikuwa yamemshinda, yamemfika hapa. Haya, akamrejesha nyumbani katika gereza la Guantanamo. Maana hii ni nyumba nzuri, lakini ni mfano wa gereza. Chalo, twende. अरे इतना क्या सोच? Oi, si nimekuambia kwamba tutoke. Twende ndani. अच्छा बाबा, I promise. Okay, sitakudhuru na kuahidi. साथ में चलेंगे. Jogging. Nitakuhudumia vizuri, nitakuanzisha taratibu wa kupiga mazoezi ya viungo, ya kukimbia asubuhi, sio kukimbia usiku hivi. Ana mdhi yake, anajua kabisa kwamba alikuwa anataka atoroke, si kwamba alikuwa afanya mazoezi ya viungo. Lakini binti anashindwa kukanyaga chini kwa sababu ameumia vibaya. God. Oh my god. Wewe mguu wako umeumia. एक मिनट. Hebu subiri kwanza. Let me catch you. Let me catch you, ngoja nikubebe. शादी के पहले दिन Sema ndoa bwana anajua kwa upendo, uaminifu, kupendana, lakini sio kukimbiana. कि तुम मुझसे बात Wewe uliapa siku ile ambao tunazunguka moto wa Agri Kundi, raundi 7, kwamba utakuwa na mimi. Leo vipi unanikimbia? better. I'll get you medicine. I'll get you medicine. Ngoja nikufanyie mpango wa dawa. Ujamaa wanamuita Viraji na binti anamuita Jamvi. Kwanza kabidi aweke songe lake ambayo analipenda kweli jamaa. Dao akaenda kuandaa msosi. आज फिर से खाना नहीं. Okay, unapotengeneza msosi lazima upate burudani ya muziki. Eka muziki wake huo. Ham tumse pyare kitina, ya hamne hii jante, kwamba sijui ni kiasi gani cha upendo ambacho nakupenda, lakini mwisho siku bila wewe najikuta siwezi kuishi. Lakini wewe amini mambo haya. Ameweka wimbo romantic kweli, lakini kile anachokifanya ni tofauti na maneno ya wimbo. Yaani binti amemfunga, kamfunga
mikono na miguu, alafu yeye anakula zake yai mdogo mdogo, ana shida. Sasa binti alilia sana Jamvi. Mwanaume gani huyu ambaye nimeolewa naye? Anakula yai. Ni Viraj, lakini pia weza mwita Carlos kwa sababu roho yake ni kama Carlos yule wa Hollywood. Alivyomaliza kula yai, kaanza kunawa zake pale mikono taratibu. Kumbe pembeni alikuwa ameweka chuma fulani ambacho alikuwa anakipasha moto. Kumbuka alimwambia, I'll get you medicine, nitakufanyia mpango wa dawa kwa sababu umeumia miguu yako. Sada wenyewe Mungu wangu. Bwana. Binti anaangalia kuamini kile ambacho mume wake anakuja nacho. Kitu kinang'aa, kinameremeta. Huyo ndo Viraji. Kasimama pale na msomea. तुम्हारे लिए दवाई लाया. Alisema hii ndo ile dawa yako. Mungu wangu. Ya moto. Jaribu kuongea kama mume wangu, naomba unisamee, usinichome. Lakini wapi? Akawa anamsogelea. Huyu jamani psycho. Psycho ni mtu ambaye ufahamu wake wa akili kama umecheza kidogo. Ewala. Hapana, usinichome. Alimchoma. Say. दर्द हो. Vipi, inauma? जान तो फिर क्यों कर. Mimi nilikwambia mimi ni mume wako, utaki unikimbie. Inabidi unipende. Univumilie kama mimi nakuvumilia. Sasa kwa nini unanikimbia, unanilazimisha nikuadhibu? तुम्हें खोने से. Naongea kutoka moyoni. Nakupenda kweli. Choma tena. Choma tena. Hayo ndio ilikuwa maisha ya binti kila siku ambayo alimfanya mpaka akimbia, ajaribu kukimbia, lakini mwisho wa siku haikusaidia kwa sababu amekamatwa kwa mara nyingine tena. Hii kweli ni ndoa ya mateso, ndoa. Binti anakumbuka masiku ya mwanzoni, kipindi jamaa ndo anamnyepia nini anamsumbua. Amemwachia picha yake. Basi mdogo wake akawa amekuja kumpora picha wadogo zake. Tani picha yangu bwana, tani picha mchumba wangu. Wanakimbizana. Baba na mama wakaona binti yao imechukia. Jamvi beta. Asema Jamvi mwanangu. Sasa unaingia katika maisha ya ndoa muda so mrefu. Maisha ambao yana furaha sana. Mungu ameweka furaha katika maisha ya ndoa. Kama ambavyo unaona mimi na baba yako. Ukibahatika kupata mwanaume bora, utafurahia maisha ya ndoa. Sema usiwe mashaka mwanangu. Kama hivyo unaona mimi na mamako tunaelewana pia. Na wewe ukienda kwa mume wako inabidi uwe msikivu kama usema tumekulea. Sawa Jamvi? अब अगर तू हाँ बोले तो बात आगे बढ़ाएं. Basi baada ya kupewa maneno yale ya kupewa moyo na mawaidha hapa na pale, kama mkumbatia mama. Mama alimwambia najua unatamani ingie katika ndoa hivi siku mbili tu. Haya, ilikuwa ni kumbukumbu. Narejea katika maisha ya sasa. Asubuhi sasa. Good morning Jan. Good morning Jamvi. Habari za asubuhi Jamvi. Yaani kamwacha vile vile alivyomfunga mikono na miguu. Na mdomo pia kampiga gari. Ndio anamfungua mdomo sasa toka jana saa 6 usiku. Sasa alimchoma vibaya kweli. Chake kimgusa, binti anaumia. बहुत दर्द हो रहा है. Hivi inauma sana. 1 minute, subiri kwanza. Binti akaogopa, akajua hata kumuongezea. Kaja kuchukua sichuma ni maspiriti manini madawa. Mathirap. Oh. Kaanza kumpaka. तुम्हारे जख्म पर. Sema hii itakutibu haraka sana kwa sababu umepata mume bora. लेकिन मेरे जख्मों का क्या. Lakini siku nyingine kama ukirudia kukimbia nitakuchoma tena na tena. Mimi nakupenda, upo hapa, upo moyoni.